Hello wananchi, asante, thank you so much for supporting us, thank you for everything. Uhali gani mwanafamilia wa Big News TV. Sasa kama unavyoiona hiyo video klipu ikimuonyesha Stephen Aziz Ki maneno yake ya mwisho kwa mashabiki wa klabu ya Young Africans kwa kuaga na kusema kwamba katika hiyo video klipu ambayo inasambaa kunako mitandao ya kijamii ni ikimuonyesha Aziz Ki akiwashukuru mashabiki wa Young Africans, akasema isiwe si vyema kama nitaondoka bila kusema neno lolote, hususan kwa klabu ya Young Africans na kwa mashabiki kwa ujumla. Kwa hiyo akaona toe neno la kwaheri kwa mashabiki wa Young Africans na namna gani ameshukuru upendo wote ambao wamekuwa kimshukuru kunako klabu hiyo kwa kipindi hicho chote kirefu. Kwa hiyo Stephen Aziz Ki atajiunga na klabu ya Wydad Casablanca ya nchini Morocco kwa ajili ya maandalizi ya michuano ya klabu bingwa ya dunia, yani World Cup kwa upande wa vilabu. Kwa hiyo Stephen Aziz Ki ni miongoni mwa wachezaji ambao wamesajiliwa au wameongezwa au kwa ajili ya kuongeza nguvu kunako klabu ya Wydad Casablanca ya nchini Morocco kwa ajili ya kwenda kukinoa. Kwa hiyo ni kwamba michuano hii tutashuhudia au tutaweza kumuona Stephen Aziz Ki wakichuana na klabu mbalimbali kubwa duniani, miongoni mwao ni kama Manchester City, Real Madrid na vilabu vingi zaidi. Kwa hiyo ni kwamba Stephen Aziz Ki ameenda kuongeza nguvu kunako klabu ya Wydad Casablanca kwa ajili ya kuhakikisha kwamba klabu hiyo iweze kuwa na mwanzo mzuri na mwendelezo mzuri katika michuano hiyo ya klabu bingwa ya dunia. Kwa hiyo ni kwamba Stephen Aziz Ki kwa taarifa ambazo tumezipata chini ya kapeti, kwa kiasi ambacho kimenunuliwa na klabu hiyo, yani kiasi ambacho wamekitoa klabu ya Wydad Casablanca kwenda klabu ya Young Africans, ni kwamba inasemekana awali klabu ya Young Africans ilihitaji bilioni 2 kwa ajili ya kumuuza mchezaji huyo, lakini Wydad Casablanca kiasi hicho hawakuwa nacho, na badala yake wakasema wanaweza kutoa shilingi bilioni 1 na bilioni 1.8. Kwa hiyo ndo kiasi ambacho kilitolewa na kiasi ambacho klabu ya Young Africans walikipokea au wamenufaika nacho kutokana na mchezaji wao Stephen Aziz Ki. Kwa hiyo ni kwamba mchezaji huyo ni mchezaji ambaye naweza kusema kwa namna moja nyingine Young Africans wamefaidika zaidi, ni kutokana na namna ambavyo mchezaji value yake alokuwa nayo. Kwa hiyo naweza kusema kwamba ni kiasi ambacho ni sahihi kabisa Young Africans kunufaika nacho, na huenda kiasi hicho kikasaidia au kikaongezea nguvu ya usajili kunako klabu ya Young Africans. Huenda wakapata top players wenye quality zaidi ya Stephen Aziz Ki zaidi ya mmoja. Kwa hiyo Young Africans walichokifanya ni naweza kusema kwamba kuna msemo unaitwa panda mti kata mti, yani wanatoa mchezaji mwenye quality wanaleta mwenye quality zaidi. Kwa hiyo kwa hiki ambacho wamekifanya Young Africans, naweza kusema kwamba ni vice versa. Kwa hiyo kwa mashabiki wa Young Africans labda ni watoe hofu ya kwamba Yanga wapo katika hali ambayo wanajua kabisa tunavotoa mchezaji huyu basi natakuwa tulete mchezaji ambaye mwenye quality zaidi. Kama mchezaji alikuwa ni tegemezi, basi tuongeze tegemezi zaidi ya mmoja ili iwe bora zaidi. Kwa hiyo ni kitu ambacho unaweza kusema kwamba ni bora, na ndio biashara ya mpira ilivyo, na uwezo kusema mchezaji mmoja achezee klabu hiyo hiyo hadi ukomo wake, kitu ambacho sio kweli, kwa sababu kama wachezaji kuna kitu kinaitwa kushuka, yani kushuka kwa kiwango. Kwa hiyo hakikisheni mnamuuza mchezaji akiwa kwenye kiwango kizuri ili mnufaike na mchezaji huyo, msisubiri kiwango chake kishuke ndo muuze ambapo mtakuwa mmepata hasara. Kwa hiyo walichokifanya Yanga ni kukwepa hasara, kwa sababu ukiangalia Stephen Aziz Ki ni ametumika sana kunako klabu ya Young Africans, na uelekeo wake ambao ulikuwa unaelekea, basi unaona dhahiri kabisa ni kwamba kiwango chake kilikuwa hakiwezi kaenda kanyooka. Kulikuwa kuna graph ambayo lazima ishuke kidogo kwa namna ambavyo ametumika kunako klabu ya Young Africans. Kwa hiyo ndivyo ambavyo naweza kusema hivyo. Kwa hiyo mwanafamilia, nikukumbushe, endelea kuwa karibu na sisi katika channel yetu ya Big News TV ili
uendelee kwa karibu na sisi. Tukukumbushe ni kwamba hakikisha unabofya maneno yaliyoandikwa subscribe hapo chini ya video, na pia usisahau kulike, kushare na kucomment ili uwe kwanza